talaka ngapi? Wewe kwa talaka ngapi? 3. Talaka 3 mke wangu ni dhambi mpaka kwa Mungu. Talaka moja tu mke wangu, pengine nafsi yako inaweza ikajirudi ukarudi. Dhambi kwako sio kwangu. Inaonekana umenipanga juu ya ile Haso. ila usije ukajutia baadaye. Serious. Mama Yasi. Vipi kuhusu magunia ya mpunga yalikomolewa? Magunia nilifanya mahesabu. Punguza sauti kidogo baba. Magunia yale nilifanya mahesabu. Nilipata ya mpunga 120 na ya mahindi nilipata 200. Na kuhusu mauzo? Mchele nimeuza. Ila pesa sikuchukua. Nimeacha kwanza mpaka nimalize mchele ule ambao umekubolewa. Nafanya vizuri. Kesho asubuhi mimi nitakwenda shamba. Lakini hakikisha unafuatilia hela yote inapatikana. Nikija kurudi tutafanya mambo mengine. Sawa. Sasa nilikuwa nataka kujua vipi kuhusu ile sana tunaongea kunijengea nyumba. Sasa kujengea nyumba kwenu? Ile swali nilikumbuka mke wangu. Lakini subiri kwanza niende shamba. Nikija kurudi tutaenda na sio kujenga, tutaenda kununua nyumba. Au ndo unalipuuza kwa sababu mimi ndo nimeomba unijengee nyumba nyumbani? Hapana. Kusanya kwanza hiyo pesa. Ukishakusanya pesa yote tukishapata, na mimi nikirudi nitakuwa na pesa. Tunakwenda kununua nyumba sio kujenga tena. Sawa. Sawa. Asante mama. Wewe vipi? Uko sawa? Poa. Shoga yangu. Najua wewe ni msiri wangu. Nimekuja hapo kuna jambo nataka kuzungumza na wewe. Niambie shoga yangu, mimi nipo nakusikiliza. Hivi unajua kwamba mume wangu mimi ana hela. Na sina ninachokosa kwa mume wangu. Tatizo ni moja tu. Sina furaha na ndoa yangu. Kwanza hajui kuvaa. Yaani yupo tu. Hajui kuitumia pesa. Yaani sina amani na maisha yangu. Sikia ngombe shoga yangu. Maisha sasa hivi ni magumu sana. Kuna wengine hata kile kipande cha mkate kwa siku kinawashinda. Wewe una kila kitu. Unalala pazuri, unakaa pazuri, unakula vizuri, unapendeza, unavaa vizuri, unatibiwa. Unachotaka nini tena kingine shoga yangu? Babu wewe kutafuta na kutumia. Kwanza anavyojiweka hadi aibu kumtambulisha kwa mashoga zangu. Unajua mume ni kama mtoto. Na kumpendezesha ni wewe, sio mtu mwingine. Hivi unadhani ukamnunulia nguo nzuri, ukampa mume wangu nguo nzuri hapa, atakataa kuvaa? Ana muda huo? Yeye kutwa mara safari, mara sijui nimeenda huku, mara sijui huku, mara vibarua wananidai, mara sijui nini. Hata raha ya ndoa yangu sina. Maisha gani haya? Maisha katika ndoa yanahitaji uvumilivu. Na usipokuwa mvumilivu katika ndoa, ndoa itakushinda. Kwa hiyo mimi cha kukushauri, ungemuita mume wako, ukakaa naye, ukamuelekeza. Mume wangu, nataka hiki. Sio kulalamika hivi. Yeye hajui, anaona tu anafanya sawa. Yeye lakini wewe ukimuelekeza atakuwa anajua mke wangu anataka hiki, anataka nifanyie hiki. Full stop. Unaenda maisha yanakuwa sawa na yeye atakuwa amebadilika. Kama yeye hawezi kutumia, mimi nitatafuta bwana wa kutumia naye. Hilo mimi sikushauri. Ndio basi. Nimepanga gunia za mpunga 300 na gunia za mahindi 200. Lakini mzee Madili amekuja kulipa deni lako. Amenipa pesa yako, deni ambayo anasema ulikuwa unamdai. Amelipa gunia ngapi? Mzee Madili kalipa gunia 100 za mpunga. Vipi kuhusu wavunaji na wapigaji? Unadai ngapi? Wavunaji na wapigaji kweli nitakusahau hilo swala. Wavunaji na wapigaji wao nimewapa shilingi 300. Ila katika hiyo hela utakuja kunipa mimi. Sasa fanya hivi. Katika hizo hela ulizowapa wao, jumlisha na deni lako kisha utaniambia unadai shilingi ngapi. Kabla sijaondoka.
Sawa, haina shaka. Hilo limepita. Alafu labda kuna la ziada? Hakuna. Nashukuru basi. Fresh. Shoga wangu aache kabisa. Juzi mwanzo nimepita akatoka kwenye ngoma. Nimepita pale kwa Mashabani. Unajishauri? Umetoka mjini? Shoga yangu mimi wazo la mjini sasa hivi. Twende kufanya nini shoga yangu? Kwanza kizungumzia swala la vikoba kijiji hiki walikuwa wakijui. Mimi ninavyokuambia habari tasipati. Sana. Kwanza tunapendeza. Hilo sio kuongea taratibu. Sisi tukitembea macho kaka. Shoga yangu tusisahau kitu kimoja tena kusahau. Kitu gani tena mama? Wiki ijayo marejesho. Toba. Mbwembo tulizokuwa nazo. Ukose marejesho wiki ijayo. Kwa hiyo tunafanyaje? Tuuze mpunga. Subiri. Dunia 10. Marejesho kisha tunapata hela nyingine tunamwagiza kwa nguo mjini. Mapema. Ukijaa ngoma mama nani? Tibwila kwetu sisi. Na ninapokujua shoga yangu unapopenda ngoma. Kama nakuona. Asante kama zote dada yangu. Yule mzee nani vile? Yule tajiri aliyekuja hapa kijiji. Kijiji? Yule ananunua mpunga. Shoga yule mzee nani sijui. Umeangusha mzee. Sijui mzee nani. Muite shoga yangu. Mimi sauti yangu sikumuita. Sauti yangu baya. Atasikia. Mzee Sadi! Mzee Sadi! Mzee Sadi! Beka. Tusubirie baba samani. Kama kufuru shoga yangu. Azana basi na wewe. Bora tumekuona babangu maana. Hebu support hapo kidogo. Wewe na. Vipi hali baba? Sawa, mjambo. Jambo kwema. Mahaba za kazi. Nzuri. Samahani maana tumekuchia. Na 100 mpunga. Tunaangalia. Si unajua tuna ukulima. Sawa. Sasa mzee Sadi. Tunasikiaga unanunuaga mipunga. Ndio tulikuwa kule tukaona tukuite. Tukwambie. Tuna 100. Unajua? Na mpunga mimi na gunia 10 na huyu shoga yangu ana gunia. Kwa magunia 20. Sasa mpunga watachukua. Lakini waziri unapanga. Mr. Waziri. Babu. Yule kama mna gunia hata 100, waziri mpunga anachukua yeye. Mimi kazi yangu ni kuchukua mpunga hapa na kusafirisha kupeleka mjini. Kwa kama mna gunia mpunga mpelekeni waziri anawapa pesa. Sawa Hamna shida hiyo. Mimi napajua mwenzio nakufahamu. Sawa. Tunashukuru. Asante. Hamna lingine. Mmeacha kufuga kuku nyumbani? Kuku. Tunajua si maisha tena yametushinda huko mjini. Tumeamua tuje huku kijijini tumejaribu kilimo. Hili dadangu. Nimekuita hapa mdogo wako. Kuna jambo nataka tuzungumze. Ila naomba iwe siri kati yangu mimi na wewe. Nitaombea mdogo wangu. Maana kifua kikubwa hicho kinahifadhi mambo mengi. Hivi unamjua yule kijana wanayemuita Saidi Tozi? Namtambua, amefanyaje? Dada, kijana ninampenda yule. Niko tayari nimpate kwa gharama yoyote ile. Mradi tu nimpate. Na mzee Sadi. Ndio maana nikatanguliza iwe siri kati yangu mimi na wewe. Shoga yangu, dunia haina siri. Hivi akija akijua, nyuso zetu tutaziweka wapi? Kuhusu huyo mzee Sadi, naomba niachie mimi. Ninachotaka tu nijue ni jinsi gani nitampata huyo kijana. Haya, mimi nitaongea naye. Na kama mambo yakienda hivi, mwenyewe utafurahi. Kuna mshiko kwenye udhia, kwenye zarupia. Na hivi nilivyokuwa sina hela dadako, acha nini nikapambane naye mimi. Yule kijana atatoa roho. Napenda mpaka sisi. Basi niachie, mimi nitayafanyia kazi ya mdogo wangu. Basi sawa, mimi nashukuru. Na kutegemea, na ndio maana nikakuita dada. Usijali mdogo wangu, hayo mambo madogo tu. Haya poa.
Mama Yasi. Mama Yasi. Karibu. Karibu. Hebu kuwe na utaratibu wa kufunga milango mnapokuwa mbali. Hebu angalia muda ninaoingia na kusimama hapa. Hata kama mtu angekuwa kaingia kwa na TV sasa kesha baba kishaenda. Basi atakuwa ni mtoto maana nilimwacha hapo mimi nataka napika huko. Kwa angalifu kwa mke. Sawa, karibu. Huko kweli. Karibu. Vipi ulikusanya pesa? Ndio nikusanya. Nasikia. Kisha kuhifadhi. Nimekusanya pesa zote. Nimepata 8,500,000 za mchele, 7,000,000 unga. Nikatoa 500,000 kwa ajili ya kukoboa, kusaga na kurudia viroba. Kwa hiyo hapa kishi ninayo 1,500,000. Basi sawa. Jiandae sasa. Kesho asubuhi tutakwenda kwenu nenda kununulia nyumba. Mshe, kakao uko kila mchezo. Sawa. Kama hiyo hela ikiwa ndogo, nyingine nitakuongezea. Haya, nashukuru. Sawa. Wewe Saidi. Saidi. Wewe ukianza kutembea hata uangalie nyuma. Tunaanza kuita muda mrefu mzee. Habari yako? Safi. Mbona yeye? Hai mzee. Ndio tuko kutoka kwa Zuena. Zuena mkaanza Saidi na wewe kwani unajua? Sikiliza. Masuala mzee Sadi na mimi tofauti. Yule mzee kaida yake kuchukua vijana kupeleka shamba kwenda kulima. After yangu mimi sio kwenda shamba kulima. Masuala mzee Sadi malizana nao mwenyewe wewe si mtaji. Tulia mtoto wa kiume. Hizo unazoleta yeye sasa papara. Kwa sababu mimi hapa sijakuletea habari za nani za shamba. Na habari nyingine tofauti. Zuena mke wa mzee Sadi anakutaka.